Ninakusalimu kupitia jina la Yesu. Nataka nizungumze habari ya upendo. Upendo wa kweli. Upendo ambao unatoka moyoni. Na maana halisi ya upendo. Upendo wa kweli unaambatana na kutoa au kujitoa. Tunapata mfano halisi kutoka kwa Mungu wetu. Maandiko yanasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Kwa hiyo tunaona hapo Mungu alivyoupenda ulimwengu. Hakuishia kusema na upenda ulimwengu ili aupate ulimwengu, ili aumiliki ulimwengu, ili aurejeshe ulimwengu kwake. Ikambidi amtoe mwanawe wa pekee, hakuna mwingine yoyote yule. Yaani mimi leo nilikuwa nampenda rafiki yangu Frankie, rafiki yangu Ezekiel, rafiki yangu Neema, rafiki yangu Loveness. Nitajitoa kwake hata kama nilicho nacho ni kidogo au ndicho nilicho nacho hicho. Lakini kwa sababu ninampenda rafiki yangu, sitaki adhurike, sitaki apate shida. Nitahakikisha nakitoa kile kitu kwa ajili ya rafiki yangu kumuokoa awe salama. Ndio maana lile neno, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee. Kwa hiyo lengo la Mungu kutoa mwanawe pekee ni kwamba sisi tusipotee. Haleluya. Unaona huo upendo? Unaona upendo wa Mungu kwetu? Kwamba ilibidi atoe kitu kwa niaba kutukomboa sisi. Kwa hiyo akamtoa mwanawe kafara, Emmanueli, Yesu Kristo, pale msalabani. Kwa kupigwa kwake pale msalabani sisi tumeokolewa. Sisi tumepona. Sasa kitabu cha Warumi nilikuwa nasoma hapa sasa hivi. Sura ya 8 mstari wa 35 anauliza, ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Ni nani? Kwa sababu watu wengi tunatafuta vitu. Tunatafuta uponyaji, tunatafuta miujiza, tunatafuta fedha, tunatafuta hiki na kile kwa Mungu. Lakini hivyo vitu vyote mpendwa vimefichwa ndani ya upendo wake. Ndio maana hapa kauliza, je, ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Warumi 8:35. Je, ni dhiki, ni shida, ni adha na njaa au uchi au hatari au panga? Ni nini hasa ambacho kitakutenga? Kwa sababu ndani ya upendo wa Kristo, yaani ukipendwa na Mungu ni package. Yaani upendo wa Mungu ni full package ambayo inakuja kwako. Ndani